Chukua nafasi hii niambie Bishop hapa, nimeona unafanya kazi nzuri, ulikuja hapa karibuni. Mimi naona vile nipangilia dayosisi yako kwa sawa na unaendesha dayosisi yako vizuri. Mungu akubariki pamoja na familia yako kwa kazi nzuri ile unaendelea kufanyia nyumba ya Bwana. Kwa wakati huu kanisa letu halina mambo mengi yale ningetaka kumjulisha. Tulimalizana na mkutano wa general meeting juzi, na yale yote ilipangwa na Supreme Board. Ni matumaini yangu mlijulishwa, mnaelewa pale kanisa letu inapitia wakati huu. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kurudisha amani katika hili kanisa letu. Tumetoka pale, tulitoka mahali pagumu sana, na one of the people who assisted us to overcome your challenge ni this former governor who is with us today, Ferdinand Waititu. Alisaidia sana kuunganisha hili kanisa letu, na hata kule Nairobi wakati alikuwa padre, ni miradi mingi sana alitusaidia kuanzisha katika especially the constituency where he was as an MP. Kwa hivyo we owe you a lot, Mheshimiwa, na Mungu aendelee kukubariki na kukutendea mema. Vice President wetu, nashukuru kukutana na wewe siku ya leo. Wewe kwako na kwetu Meru ni kupakana tu, tunapakana, ni kuvuka mto Tana unafika kwake. Hata hiyo barabara ya kwao nyumbani ndio natumia wakati naenda Malindi. Sikujangi Nairobi, navukia hapo, nashika kabisa huko mpaka Malindi Mombasa. Kwa hivyo na hata kusoma alisomea kwetu Meru, sijui kama umewahi niambia hivyo. And the record left in Meru School has never been broken. So ni mgeni wetu, tunapenda sana, tunakutakia mema ukiendelea na shughuli zako za kawaida na kushughulikia maendeleo ya nchi yetu ya Kenya. Wakati huu I know you are the one who is the position of the official position leader of this country. Endelee kuangalia maslahi ya wananchi na kukosoa serikali mahali pale unaona mambo yendi vizuri, ndio nchi yetu iweze kuendelea mbele vizuri. Sitaki kuongea sana, nataka tuangalie yale tulisomewa. Kama kuna mengine ya kanisa tutajulishwa na viongozi baadaye, ndio tusikie neno la Bwana. Ningetaka tuangalie kitabu kinaitwa Ecclesiastes ama Kuerethi kwa lugha ya Kikuyu, chapter, let me check in my online Bible as I have here. Gukira umwe ni gukorwo ni monaga umithio mwega wania kwao ni undu mangigwa thi
umwe nowe uri ungi no riri mundu umwe angigwana ndari na wa kumuoya na iguru kayari na haroi ningiri andu eri mangikoma hamwe ni maiguithanagia urugari no mundu o wiki akiiguithia urugari atia ona mundu angihota mundu uria wi wiki eri mahota kumwitiria na muhindo murame na ndigi ithatu ndungituika narua ni kaba mwanake mukia na mugi ukira muthamaki mukuru mukiru 12 years. Bwana Yesu asifiwe. Ngai wetu agocwo. Hiyo kitabu tumesomewa, the book of Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12. The writer of that book is emphasizing the unity of purpose. Urumwe wa andu hangai. Bwana asifiwe. Urumwe wa andu hangai. Watu wakiwa pamoja na wawe na lengo moja na umoja katika roho sawa. Hiyo ndio sababu ya ndivyo imeandikwa katika hiyo kitabu na mwandishi, to encourage us to remain united. And the reason as to why we are working day and night, kuhakikisha ili kanisa letu la LPCA remains united. We understand the purpose of unity. We understand the strength of unity. Mwandikishi arauga atiriri, tarora karurigi ni mukoi, hata hili inafunganga ng'ombe, si mara nyingine ni ya mikonge. Bwana asifiwe. Ukiweka kafaiba kamoja peke yake kanaweza funga ng'ombe, lakini ukiunganisha mingi, 1, 2, 3, inakuwa na nguvu ya kutosha ya kufunga hata ndovu. Wacha ng'ombe. Bwana asifiwe. Unaweza kufunga hata ndovu, hata ng'ombe, hata kondoo, hata mbuzi. Zote zinafungwa na kamba. Na ni kwa sababu kamba sokoto zinakuwa mingi. Yaani they wind them up. 1, 2, 3, even 100 of them or 1,000, na inakuwa na nguvu ya kutosha. Mwandishi wa hiyo kitabu anatuimisha. Bwana asifiwe. For whatever we are doing, we should have unity of purpose. Bwana asifiwe. Kama ni kanisa mnajengea Mwenyezi Mungu. Si mmoja akijenga mwingine anabomoa. You cannot go alone. Kama ni nyumba mnajenga, watoto wa nyumba moja. Bwana asifiwe. Hauwezi kuwa bwana anajenga ama mama anajenga, wengine wanafanya nini? Wanabomoa. You can't move. The writer of that book is emphasizing on unity of purpose. Ile kazi inafanyika, tuwe watu wa nyumba moja, tuwe watu wanapendana, tuwe watu wako na umoja katika roho sawa. Akaendelea kusema, hata mkitembea mkiwa watu wawili ni afadhali kuliko mtu akitembea akiwa peke yake. Kwa sababu kwa bahati mbaya uende uanguke. Kwa bahati mbaya uende uanguke mahali, yule mwingine anaweza kukuinua. Bwana asifiwe. Kikuyu kiugaga tiriri, Tabale ya mundu mwedia walifiwe. Hili, mbona wewe unajifunza kwenda peke yako? You become a lone ranger. Utaki kufanya kazi na wengine. Unataka kufanya kazi yako ukiwa peke yako. It is important to understand that unity is strength. Watu wakiwa wawili watatu pamoja,
mnapata nguvu ya kufanya kazi yenu. Lakini ukienda peke yako, ukienda safari peke yako, ukija kuanguka, hakuna mtu wa kukuinua. Hata kwa kitanda ukilala, anasema pia ni shida kulala peke yako kwa sababu ya baridi. Bwana asifiwe. Si ni vizuri mulale mkiwa watu wawili? Ama halo? Anasema hata kwa kitanda kulala peke yako ni shida. It's important you have a companion, and that is why God created you people. Be a couple so that you can be sharing a bed. Bwana asifiwe. Amen. Ama nafikiria Mungu alikuwa mjinga? Aliangalia akaona hata kulala yenyewe ni shinda. King David, wala nasomanga historia ya King David. Wakati alikuwa mzee sana, watu wake wakaona amelemewa na baridi sana akienda kulala. Wakatafuta blanket, the heaviest blanket. Bando David alikuwa anasikia baridi, anajisi baridi akiwa kwa kitanda. Wakaenda wakamtafutia kamsishana. Kalikuwa kanaitwa Antonija. Kakaletwa ndio to keep the king warm. Bwana asifiwe. Aliletwa ndio to keep the king warm. Ni blanket gani? Mheshimiwa karibu. Ni blanket gani? Bwana asifiwe. Ni blanket gani the king angepata? You would have got the heaviest blanket found in any world to keep him warm. But to keep him warm, they got him a companion. Walimtafutia a companion to keep him warm. Bwana asifiwe. It is important to understand the purpose of unity in our life. It is important kuelewa hata kanisani. You need fellowships. Ukienda kuomba unaita watu wawili watatu, mnaenda kuomba pamoja. Kule mwita gato yake. Si mko naye? Mnaungananga kwa hiyo tutumia kuomba. It is better kuomba in a fellowship than kuenda kuomba peke yako. The Lord says in the book of Matthew chapter 18, where 2 or 3 people are gathered together, whatever they will pray in his name, kile wataomba kwa jina la Yesu, watapewa. Bwana asifiwe. It's important to understand kanisa letu la APCA will require unity for us to be able to move forward. We require unity. Tunahitaji kushikana pamoja. Vila kukatakata diocese useme hii diocese hii tu diocese ndogo. By the way, let me tell you something. Come January, kuendelea hapo mbele, we are still uniting these dioceses further. Hii Gatundu yote mtakuwa diocese moja. Si mingi. Halo? Najua mtaki kushikana, lakini tutatafuta nguvu imushikanishe. Hatuta tukiongea Gatundu Central, Gatundu North, South. Gatundu ni Gatundu. It will be one church. Here, you can start adjusting. Bwana asifiwe. You can start doing what? Adjusting yourselves. Mkijua hatutakuwa na these languages that you use. Gatundu South, North, what have you. We need viable dioceses. Si diocese ya kanisa moja. Ikijaribu kutafuta miguu ya kuenda inaanguka. 2 people are better than 1. Yes. Najua area hii mko na diocese ifikishi hata kanisa 5. They are there. Si najua. Or you want to tell me there is none? Hii Gatundu hapo tunaweza pata diocese ya kanisa kama 3 hivi. Iko ama hakuna?
Hiyo ni ya kujisaidia na njia gani? Hello? Can we then sit down and say we are making allowances and quota? Si kuna pale si hapa Gatundu South bigger than 3 churches. Ama hao pastors wanasimamia kanisa moja moja. Si wapo na makanisa? Zaidi ya moja. Na zaidi ya 3. Mbona mfanye hiyo allowances? Bwana asifiwe. The constitution of the church is defining what allowances will be. Itakuwa na makanisa wangapi na waumini wangapi? Bwana asifiwe. When you will be required to register members of your diocese, register all of them. We want to know our dioceses have how many churches, our dioceses have how many parishes, and how many members. And the constitution is very clear. Vile mtakuwa. That's why I'm saying tutakuwa united. Mungu anataka kubariki wale watu wanakaa unity. Where people are united, God commands blessings. Bwana asifiwe. Pale watu wako na unity, pale watu wanaishi pamoja kwa upendo na amani, Mungu anabariki hao watu. Watu wa Gatundu mnataka kubarikiwa? Bwana asifiwe. You should remain united. You should remain united. One people, one church. Bwana asifiwe. If you plant a seed of hatred, mbegu ya kukosana watu wengine. Kuna watu waliimba wakati mti pale nje asubuhi. What you plant, kile utapanda ujue wewe mwenyewe ndio utavuna. Ama kile unapanda wewe ndio utafanya nini? Utavuna. What do you want to harvest from what you plant? It is good fruits. Ama kuna mtu anataka kupata matunda mbaya. Bwana asifiwe. Kama unataka kupanda matunda mazuri, upande mbegu nzuri. And remember, ukipanda mbegu moja, matunda itakuwa zaidi ya 100 of what you plant. Kwa hivyo kile utavuna ndio, it will be more than what you did what you planted. If you plant hatred, ile hatred utavuna. It may be 1,000 times what you did what you planted. Kwa hivyo ni ombi langu kwenu. Bwana asifiwe. Ile mbegu tunapanda iwe mbegu nzuri. Mungu anataka kutubariki. Mungu anaipenda watu wake. Naye anasema nini? Bwana asifiwe. Amen. Kama unataka kubarikiwa na Mwenyezi Mungu, utii amri zake. If you are Christian, uishi maisha ya Christianity. How does a Christian behave? Hello? The Christian life is a life of denial. We deny ourselves so many things so that we can live this life we call Christianity. Ukiambiwa waumini wa kanisa la PCA atutumii pombe, does it make sense to you? Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Tukisema watu wa kanisa la PCA atutumii pombe, atutaki walevi wa kanisa, does it make sense to you? Bwana asifiwe. It is important we discipline ourselves.
kwa sababu ulevi ni kitu mbaya, mara nyingi huvunja hata familia. Wale watu wanasoea mambo ya ulevi, Bwana asifiwe, wengine wanapotesha maisha yao. Youth tunamsihi kwa sababu nyinyi ndio umeanza kurudi kwa pombe tena. Tunawaomba tujifunze kuwa Christians with some discipline. You deny some of the pleasures of this world. Ujinyime. Bwana asifiwe. Alasa ulimwengu huu ndio Yesu, ndio Mungu apate nafasi ya kubariki nyinyi, ndio Mungu apate nafasi ya kutubariki. Ciana citũ ona gũkua nĩ mũrakua mũno. Mtoto mdogo, especially the girls, nchi yetu, we are losing so many young girls in circumstances that are not even understood. How comes that you can be called by somebody you don't know at night? Ujui hata kwao, hata baba yake mzazi mujui, you don't know any of his relatives. Na unatoka usiku kwa nyumba unaenda kujibu hiyo simu. Ati nimeitwa na besti wangu. Besti ni nini? Bwana asifiwe. Hawa besti wanamuita usiku na si mchana ni akina nani? Na hata ukiulizwa kwa ujui. Siku ya pili ya tatu tunasikia mshana alipotea. Keep company of the people you know well. Bwana asifiwe. Walk with the people you know. Mtu na wasaulizwa wanatoka wapi useme. Don't trust anybody. Kijana mwingine alikuwa ananipatia ndizi. A friend of mine. Anafanya kazi hapa Nairobi. Ni kijana. And is married. Alikuwa na bibi. Siku moja bibi akamwambia ameenda Gishagi kutembea. Akasini akapatana na mama abujui. Huyo mama aliwapatana naye kwa njia abujui. Mama akamuomba left, kijana akambeba. Bandala ya kufika nyumbani mwambie nimefika kwangu kuenda kwako, wakaenda wakaingia kwa kijana. Bwana asifiwe. Hii hadithi inasema akalala huko. Bwana asifiwe. Wakati kijana aliamka asubuhi, nyumba ilikuwa imefagiwa, hata nguo za bibi yake zilikuwa zimeenda. Bwana asifiwe. Mbaya alikuwa amepatia nini? Left. Na mama alipokuja, nguo zangu ziko wapi? Story ni ati sijui kuna kijana rafiki yangu tulikuja naye hapa, sijui ni nini alinipea nikalala. Nilipoamka nikakuta ameiba vitu ya, akamuuliza ni kijana gani? Kama ni kijana rafiki yako si unamjua? Si uniambie tutafute mahali kule ilienda. Atasema si alikuwa kijana. Hataki kusema si kijana na hataki kusema hata huyo mama alikuja naye amjui. How can you accommodate a stranger in your house at night? Hello? Bwana asifiwe. Take care, my sons and daughters. Take care of your life. Sisi tubeste mnasema tubeste mnapotea naye. Dakika ya mwisho tunakuja kusikia mshana amepotea and she cannot be found. Finally we find them dead. Can you keep away from company of the people that you don't know properly? Are we together? Yes. Christian life is a life of discipline. A life of
discipline, si kujiachilia namna hiyo anyhow. Bwana asifiwe. God has given you wisdom to take care of yourself. Move with the people you understand. We have said there is a purpose of unity. Hata kama unahitaji njoto, si njoto ya mtu jui. Bwana asifiwe. Hello? Si hiyo ya ujinga namna hiyo. We need to be people with some discipline. That's why we keep it together. That's why your pastors have kept training you on how to behave. Lakini ukijifanya mlevi kama vile nakwambia, utaenda kwamba upewe pombe, ukose kujijua, ubebwe na watu ujui. Beer has bad influence. Walk with the people you know. Walk with Jesus, you understand him even better than anybody else. Bwana asifiwe. Tembea na Yesu, ndio mwaminifu kuliko wao wote. Kwa hivyo watu wakati Mungu anampenda sana. Nilipitia huku area yenu hapo. Kumbe kahawa inaweza kuwa mingi mpaka hiyo kama msitu. Mpaka uanze hata kuogopa. Bwana asifiwe. Huku nyinyi Mungu aliweka mahali pazuri sana. A very good area, very productive area. Ya idea watoto wake wa Israel atawapeleka in a place that flows honey. Leo Kadeani. Huku kwenu Gatondo ni kama huko. Bwana asifiwe. Hata sijaona mtu mdogo huku. Watu wote hapa ni watu wanakaa vizuri kwa sababu Mwenyezi Mungu amembariki kule mnaishi. Na nyinyi mkubali kutumikia Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na nyinyi mkubali kumtumikia Mungu with discipline. With discipline. And I will repeat that one. Ukikosa kukumbuka kitu kingine Archbishop alisema, understand that we need nidhamu, discipline. Sijui na kitu nitasema nini? Nike? Mitugo, yes. At least ukikosa kitu kingine uwe na mitugo misuri. Tuihamu. Mtu akiona mtu akitembea namna hii anajua this is a Christian. Bwana asifiwe. Utambulike, this is a Christian. Wakati Petro alienda usiku, ile siku Yesu alisulubiwa, msichana mmoja aliangalia Petro akiwa karibu na moto akasema, and this fellow they were with Jesus because he looked like who? Mitugo yake anaita na ya Kristo. Bwana asifiwe. Hata kama Petro alikana, walimuona wakaona huyu mtu tabia zake ni kama saa Yesu. Ni vizuri tukae na tabia njema. Ni vizuri tukae kama watu wa nyumba moja. God bless you na mpendee mema. Namtakia Christmas yenye furaha na mwaka mpya mwenye mafanikio. Thank you very much, our Bishop. Let's appreciate him once again. Sasa kwa message huwa na nidhamu na tena unity of purpose. Nataka sisi wote tusimame kwa heshima ya Mwenyezi Mungu ili tukatoa sadaka zetu za Sunday service. Baada ya kuhubiriwa, tukaribishe neno la Mungu kwa matoleo yetu. Sadaka la hiari, tafadhali tusimame, tupatiwe wimbo. Praise him. Ndiro wale na maidoria, erere na gararia.
Ushers.